Bwana, mambo vipi mwana michezo popote pale ulipo? Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe, kwa sababu moja faida ambayo mnaipata kwa subscribe of Pitch TV ni kuyapata yale mengi ya kimichezo, hasa zile taarifa ambazo sehemu nyingine zinakosekana. Hapa nipo na taarifa kuhusu klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba juu ya kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa, kwa maana michuano ya CAF Champions League, hasa hatua ya makundi. Taarifa ambayo nipo nayo ni kwamba rais wa heshima wa klabu hiyo, kwa maana Mohamed Dewji, jana alifanya kikao na viongozi wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Kubwa zaidi ni kuhakikisha kwa namna gani wao wanaweza kufuzu hatua ya robo finali kutokana na aina ya kundi ambalo wapo nalo. Wengine wanaweza kaliona ni kundi jepesi, lakini hili ni kundi ambalo lina timu ambazo sio za kawaida. Nikianza kwa Petro di Luanda, ni timu ambayo imesheki tu kidogo, lakini mara kadhaa tuliona imekuwa ikifanya vizuri. Lakini pia timu kama Esperance de Tunis, hawa ni mara nyingi sana tunaona kwenye finali za CAF wamezicheza nyingi sana, lakini pia wamewahi kuchukua kombe hilo. Kwa hiyo unaweza ukaona moja makundi magumu sana. Ndio maana viongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wamekutana mapema na kuhakikisha nini wanafanya ili kuweza kufuzu kuingia hatua ya robo finali. Kwanza subscribe of Pitch TV, lakini asante kwa Bati Quality. Hawa ni mabingwa kuzalisha mabati, na hawa ndio ambao wanatupa nguvu ya sisi kuweza kukujuza yale mengi ya kimichezo. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vimejadiliwa ni pamoja na ratiba ya michuano hiyo. Hapa nitakusomea ratiba, lakini pia nitakupa nondo 3 ambazo zimewashtua klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Tuanze na ratiba, alafu nikupe hizo nondo 3. Ratiba kamili ambayo imetoka huko CAF, ingawaje bado hawajaweka tarehe rasmi, lakini yapo makadilio, ikiwa na maana tarehe 21 mpaka 23 kati ya hapo mwezi huu Novemba 2025, klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba atafungua rasmi mechi yake ya kwanza dhidi ya Petro di Luanda. Mchezo huu utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, na taarifa ambayo tupo nayo ni kwamba uwanja huo utatumika na klabu ya Simba tu, wengine wote wamekimbia huko visiwani. Kwa mchezo wa kwanza kati ya tarehe 21 mpaka tarehe 23 atacheza dhidi ya Petro di Luanda katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Lakini mchezo wa pili utachezwa kati ya tarehe 28 mpaka tarehe 30 mwezi huu Novemba. Watasafiri mpaka Mali kucheza dhidi ya Stade Melin ya huko nchini Mali watacheza. Lakini baadaye tarehe 23 mpaka tarehe 25 kati ya hapo, hiyo sasa inakuwa mwakani Januari 2026, Wekundu wa Msimbazi Simba watasafiri mpaka kwenda katika taifa la Tunisia kucheza dhidi ya Esperance de Tunis, na baadaye watageuka nao katika dimba la Benjamin Mkapa tarehe 30 mpaka tarehe 1 Januari mpaka Februari kati ya hapo 2026, Simba atacheza dhidi ya Esperance de Tunis, na baadaye atasafiri kwenda Angola kucheza na Petro di Luanda tarehe 6 mpaka tarehe 8 kati ya hapo mwezi wa pili, na mchezo wa mwisho watamaliza dhidi ya Stade Melin ya nchini Mali katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Miongoni mwa faida ambayo wapo nayo Simba ni mechi za maamuzi. Mara nyingi sana huwa zinatokea katika dimba la Benjamin Mkapa, na safari hii mambo yamekubali. Tena nakutana na timu dhaifu ya kundi hilo, kwa maana Stade Melien ya huko nchini Mali. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba bado wanatembea kwenye ile rhythm yao, kwa maana wanatembea kwenye ile mipango yao, kwa maana mechi ya mwisho kuiza maamuzi wao kufanya vizuri. Nikujuze tu kwamba mara kadhaa wamekutana na mechi hizi. Tunakumbuka dhidi ya Jwaneng Galaxy wakashinda 7, dhidi ya Horoya wakashinda dhidi ya Jwaneng Galaxy wakashinda 6 kama kumbukumbu zangu zipo vizuri, lakini dhidi ya Horoya akashinda goli 7. Unaona hizo ni mechi ambazo za maamuzi, na safari Stade Melin ndo timu ambayo
Simba Sports Club wanamaliza nao tena katika dimba la Benjamin Mkapa. Pengine labda hii inaweza ikawa ni faida, lakini kilicho mkasirisha tajiri kwa maana Mohamed Dewji ni rekodi ambayo ameiweka Simba msimu huu. Si rekodi nzuri, haijawahi kutokea. Klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wamecheza mechi 4 za kufuzu hatua ya makundi. 2 wamecheza nyumbani, 2 wamecheza ugenini. Lakini hisivyo bahati, mechi ambazo wamecheza nyumbani zote hawajapata ushindi. Yani zote wamepata sare. Na si sare tu, bali sare na kucheza mpira mbovu. Hiki kitu ambacho kimefanya pia viongozi waweze kukaa na kocha na kumuuliza shida nini, tatizo nini, nini hasa sababu ya wao kushindwa kufanya vizuri katika dimba la Benjamin Mkapa kwenye michezo ya awali. Lakini inasemekana kocha kwa maana Dimitri Pantev alijitetea kwa nafasi yake na wamemuelewa. Amejitetea vipi? Hizo taarifa sisi tunakosa, lakini sisi tunapata tu zile taarifa general, kwa maana tajiri hakufurahishwa na kile ambacho kimetokea. Lakini kocha Dimitri Pantev ameahidi kwamba zile zilikuwa ni mechi tu za kutaka kufuzu, lakini mechi hizi za mikakati watahakikisha wanafanya vizuri. Hii imemuibua mchambuzi wa masuala ya soka katika kituo cha habari cha Wasafi Media, naye si mwingine ni George Mbangile. Yeye ametoa mtazamo wake ama ametoa maoni yake ama ushauri kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Nini kifanyike ili wao waweze kufuzu hatua ya makundi ya michuano ya CAF Champions League. Yeye ameposti, amesema hivi: chukua pointi 6 kwa Stade Malien ya huko nchini Mali. Alafu tafuta pointi 4 kwa Esperance na Petro, tukutane quarter final. Yani wachukue 6 dhidi ya Stade Malien. Yani Stade Malien amfunge nje ndani, anakuwa na 6. Alafu atafute pointi 4 tu kwenye mechi 4, kwa maana Esperance pamoja na Petro. Yani waka pamoja atafute pointi 4. Kwa maana pointi 4 hii vipi? Anaweza akamfunga Petro di Luanda nyumbani, alafu akatoa sare na Esperance de Tunis, amefuzu. Ama la, mechi zote zobaki atoe sare, amefuzu kwa pointi 10. Anaamini hivyo George Mbangile. Ama achukue pointi 9 kwa Mkapa, alafu akatafute 1 kwenye hizi mechi 3 yoyote. Ama la, anaweza akachukua pointi 6 dhidi ya Stade Malien, alafu akachukua pointi 3 dhidi ya Esperance, kwa sababu tunajua hizi timu za mataifa kaskazini huwa zinapata tabu katika dimba la Benjamin Mkapa, alafu akatafuta 1 dhidi ya Petro di Luanda. Kwa hiyo ni miongoni mwa ushauri na mahesabu ambao yeye amepiga. Hii ni kulingana na jinsi ambavyo anayejua Simba inavyokuwa bora sana katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini wewe unao nafasi ya kusema ama kutoa maoni yako. Nini wakifanya Simba ili waweze kufuzu kuingia hatua ya robo finali? Kwa sababu tayari tumeshaanza kuona changamoto kidogo, kwa sababu kushindwa kupata ushindi katika dimba la Benjamin Mkapa na sehemu ambayo Simba wamekuwa ni sehemu ya kujidai, hiyo imekuwa na mashaka. Lakini bado tunaona nafasi ya kuziombea timu zetu za Tanzania, kwa maana si Simba tu, Young Africans, Singida Black Stars pamoja na Azam kuweza kufuzu kuingia hatua ya robo finali kwa kuzichanga vizuri karata zao, kwa sababu taarifa ambayo tupo nayo huenda msimu ujao timu zikaongezeka na mfumo kabadilika. Yani kwa maana mkitoka hatua makundi mnaingia hatua 16 bora na sio robo finali. Hii ni ushauri kutoka FIFA pamoja na UEFA kuhakikisha timu zinaweza kujikwamua kiuchumi, lakini timu nyingi kuweza kushiriki. Kwa hiyo kama kutaongezeka hivyo, basi kuna timu zitaongezeka. Timu zikiongezeka, kama taifa lenu mtakuwa mmekusanya pointi nyingi, kwa maana mnaweza mkapeleka timu 3 labda Champions League afu timu 2 CAF Confederation Cup. Hii itakuwa hatua kubwa sana. Kama unavyoona UEFA Champions League, mataifa kama Spain, Italy, England, hao wote wanapeleka timu 4 Champions League, wanapeleka timu 3 Europa League, wanapeleka timu 2 CAF Confederation wanapeleka timu 2 katika michuano ya
conference. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa namna gani ambavyo wao wanaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo na sisi Tanzania tunao nafasi ya kuziombea timu zetu kuweza kufanya vizuri ili na wao waweze kuingia kwenye hiko kinyang'anyiro. Kwa mengi zaidi hakikisha tuna subscribe of Pitch TV na unapata yale mengi ya kimichezo, lakini kumbuka kwamba tunapewa nguvu na Bati Quality, mabingwa wa kuzalisha mabati ya aina yote. Wasiliana nao ili na miongoni mwa wale ambao wanajenga ama wanaezeka nyumba yao na mabati ambao wanafanya yadumu kwa muda mrefu. Kinua bati kuna ofa ya misumari na usafiri bure, pasipo na kusahau pia ukinunua bati leo hii wana warranty ya zaidi ya miaka 10. Unachelewa nini? Agiza bati na Bati Quality ili miongoni mwa wale ambao wanapendezesha nyumba zao na mabati yaliyokuwa bora zaidi. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, bye bye mpaka wakati mwingine tena, lakini yule ambaye amefanya vizuri katika masuala ya sauti ni Yasir Katalambula. Bye bye.